Wakati mnahitimisha maombi ya siku 91, nilikuwa nikifuatilia vizuri katika mtandao, nikamsikia mtumishi wa Mungu wa mahali hapa akinena neno hili kwamba leo huu ndio umekuwa mwaka wa kwanza kwetu, umekuwa mwaka mpya, tumeanza mwaka mpya. Haleluya! Nikamsikia vizuri akisema na watakatifu wa Mungu hapa ya kwamba huu ni mwaka mpya kwetu na majira mapya kwetu. Kuanzia leo tutaanza kuona mambo mapya katika mwaka huu. Haleluya, haleluya. Neno la Bwana linasema, mwaminini Mungu nanyi mtathibitika, waaminini manabii nanyi mtafanikiwa. Kanisa, kama umeamini huo unabii wa mtumwa wa Bwana, nasema utafanikiwa katika jina la Yesu. Amen. Nasema utafanikiwa katika jina la Yesu. Amen. Tuko sawa sawa? Sasa maandiko yanasema Paulo alipanda mbegu, lakini mwingine ametia maji. Mimi leo nakuja kutia maji kwenye unabii uliotangulia wa kanisa hili. Wao hujawahi kunisikia nasema leo nimekuja kutia maji ili unabii huo upate kumea katika jina la Yesu. Amen. Mtumishi ameshapanda, wapitaji tunapita, tunaweka maji kuhakikisha unabii unatimia katika jina la Yesu. Amen. Na moja ya kitu unachopanda leo na kumwagilia maji ni hii, kwamba Bwana anakwenda kukusahaurisha tabu. Ninaona wanaume ndio wanapiga makofi, wamama wanashangaa. Sijui hawana tabu, labda hawana mateso. Wa baba, asante kunitia moyo. Nasema Bwana anakwenda kukusahaurisha tabu. Amina, 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 amina. Amen. Labda wamama wanapenda hili kwamba Bwana anakwenda kukupa mafanikio. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana anakwenda kukupa mafanikio. Bwana anakwenda kukupa mafanikio. Amen. Bwana anakwenda kukusahaurisha tabu. Amen. Niseme hivi, ndani ya huu mwezi tunaoendelea nao, ndani ya mwezi tutakaoanza nao hivi karibuni, kabla haujaisha, watu wawili hapa watasahaulishwa tabu zao. Watu wawili hapa tabu zao zitasahaulika, watazisahau tabu zao. Pigia Yesu makofi, glory. Haleluya, haleluya. Na kusema na mtu wa pili mahali hapa, Bwana anakwenda kumfanikisha kiwango ambacho hajawahi kukiona. Anakwenda kushika mali, anakwenda kusabautishwa kwa sababu ya kile kinachokwenda kufanyika. Ikiwa Mungu alifanya kazi kwa Yusufu, atafanya kazi kwako leo. Yusufu aliita watoto wawili. Naona na wewe unawaita watoto wawili kwenye maisha yako. Mmoja anakusahaulisha tabu, mwingine anakufanya ufanikiwe. Piga Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Tuko sawa sawa? Amen. Nani anaamini anakwenda kutokea? Amen. Chapa makofi tena. Tuko sawa sawa? Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Niliwahi kupata hadithi moja ya ajabu. Kulikuwa na mama mmoja ambaye alipotolewa mume wake alifariki. Kwa hiyo wakafanya msiba, wakafanya matanga yakaisha, watu wakasambaa. Lakini huyu mama, labda nimuite jina, kama litafanana na lako basi utanihurumia, alikuwa anaitwa Nyamata.
Nyamata. Huyu Nyamata ikaanza kushangaza. Ikifika jioni, jua linazama, yule Nyamata anainuka, anaenda ndani, analia, anaomboleza kana kwamba msiba umeanza upya. Watu wanakuja kwa Nyamata, wanamwambia nini? Anasema nimemkumbuka mume wangu. Wasema mama, haya wewe yanawapata wote. Sasa kwa nini tumefanya msiba, tumefanya hiki na matanga kukufariji, si imeisha? Endelea na maisha yako. Kesho yake wanasikia hilo tena. Ikaendelea siku nyingi. Nyamata kila jioni, jua likienda kuzama, Nyamata anainuka, anaenda kulia. Msiba ulishaisha. Mwaka wa kwanza, mwisho akasema wazee wakakusanyika kwenye mji. Wasema tutafute njia ya kumsaidia huyu mama. Kwanza tukamuulize, Nyamata unalilia nini? Mwaka mzima bado unalia. Huyo mme wako alikuwa mme wa namna gani, ambao labda na sisi tunaweza tukaiga? Mpaka amekuliza mwaka mzima. Nyamata huyo alikuwa mme wa namna gani? Nyamata akawaambia kweli alikuwa mme si ana pesa sana. Alikuwa si mme ambaye alikuwa tajiri sana, lakini alikuwa ni mme ambaye alikuwa ni upendo na anajua kujali. Wasema hata sisi tunajua kujali wake zetu. Alikuwa wa namna gani? Akasema alikuwa na kitu kimoja ambacho hajawahi kukiacha. Kila siku jioni alipokuwa akirudi, alikuwa nakuja aiza na samaki, aiza na nyama, aiza na matunda. Hajawahi kuja mikono mitupu. Lakini kila akifika anasema mke wangu nakupenda, na hiki ni kidogo, ila ni ishara ya upendo wangu. Wazee wakatawanyika, wakaenda kufanya kikao. Wakasema sasa kila siku mtu mmoja mwanaume aende na zawadi. Kabla kikao hakijaisha, wakakorofishana kusema hapana, tutaanzia kwa wake zetu kwanza, Nyamata atakuwa wa mwisho. Wakasema hapana, kila mmoja aende. Wakashindana kwenye kikao. Aliyekuwa amepangwa kwenda akaulizwa ulienda? Asema sikwenda, nilienda kwa mke wangu kwanza. Maana watu wamepata mafundisho, haleluya, watakaoanzie kwa wake zao. Sasa siku ya kwenda wakamsikia Nyamata analia. Wakarudi tena. Ndipo mzee mmoja mwenye maarifa akasema mimi nimepata dawa. Unataka kuisikia dawa? Hebu nyosha mkono, nataka nione unasikia kudawa. Kabisa. Unataka kusikia dawa? Ndio. Bila kuzama nimepata dawa. Siku moja jioni, yule baba mwenye hekima akaenda akanunua dume la ng'ombe kubwa, akalileta kwa Nyamata. Ile Nyamata anataka kwenda kulia, akaona dume la ng'ombe. Akasema nini? Akasema mimi nimekuja kwa mfano wa mume wako uliotutolea mfano. Sasa hili dume ni zaidi ya samaki uliopata kwa siku, ni zaidi ya nyama uliopata kwa siku. Hii ni nyama ya muda mrefu, utakula mpaka utachoka mwenyewe. Hili ni dume litaishi hapa, litakaa hapa pamoja na wewe. Kwa hiyo Nyamata akakabidhiwa dume la ng'ombe kubwa. Kwa hiyo ilifika jioni, badala ya kwenda kulia, Nyamata analifuata kule machungani, analileta ndani. Ilifika jioni, badala ya kwenda kulia, analifuata dume, analileta ndani. Nyamata msiba ukaisha, maana amepata dume kubwa zaidi. Katika jina la Yesu nina habari njema leo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kile ambacho dunia haijakupa bado,
wazazi wako hawajakupa bado, iko zawadi kubwa kutoka kwa Bwana leo katika jina la Yesu Kristo. Oh, haleluya, haleluya. Iko faraja kubwa ambayo utaipata leo, faraja ambayo hujapata hata kwa mumeo, faraja ambayo hata hujapata kwa mkeo, faraja hata hujapata kwenye ukoo. Hiyo faraja anayo Yesu Kristo, Bwana wa Mungu apitaye majina yote. Sema amen. Amen.